Mchizi bila habari alikuwa hajui kumbe kamba ambayo inatakiwa kumshikilia ilikuwa inakatika taratibu. Yeye alikuwa bize tu kupiga picha. Aliendelea kubembea huku akimove taratibu mpaka alipofika katikati ya huu mlima, na ghafla ndipo aliposhtukia kwamba mchongo tayari unakatika muda mrefu. Basi akaanza kujishikilia, lakini kamba ile ikakatika moja kwa moja. Basi ilibidi apandishe miguu na kujishikilia kama wanajeshi wanaovuka na kamba, na wakati huo alikuwa ameshachoka mpaka msaada ulipokuwa unamfikia. Huyu jamaa alizungusha miguu yake kwenye mwili wake wakidhani kwamba njia hii itakuwa salama, lakini jamaa alikuwa tayari amechoka mikono na miguu. Mikono ilianza kumteleza, alishindwa kushika hata miguu ya huyu jamaa, hivyo mikono yake ikaanza kuteleza na kwa bahati mbaya alianguka na kudondokea katikati ya msitu. Mke wa jamaa alikuwa haamini macho yake, aliomba msaada lakini hawakumsikiliza, hivyo akaamua kwenda mwenyewe kwa sababu yeye mwenyewe ni mwanajeshi. Aliangalia ile kamba ilipo, kwa hiyo akajua anaweza akawa amedondokea wapi. Hivyo bidada bila kupoteza wakati akaanza kuingia ndani ya msitu. Alipiga simu yake na kuanza kufuata sauti ya mlio, na hapo pia walishaita ambulance. Kwa hiyo ilivyofika mumewe aliingizwa ndani. Bibi aling'ang'ania sana kwenda naye, lakini hawa jamaa walimkatalia kabisa. Basi ili asiendelee kupoteza wakati, Lisa alikubali na kuanza kuifuata hii ambulance kwa kutumia pikipiki. Aliifuata mpaka walipokaribia hospitali. Basi ghafla ikatokea gari ndogo na kukatisha mbele yake kwa kasi, jambo lililomfanya apate ajali mbaya sana ya pikipiki. Bila kujua Lisa ile ambulance ilimwacha, lakini matukio yote haya alikuwa anafanyiwa kwa makusudi kabisa. Jambo la kushangaza, Lisa kila hospitali aliyokuwa anaenda aliambiwa hakuna ambulance iliyomleta mgonjwa anayemzungumzia yeye. Hospitali zote zilimpa majibu yanayofanana. Lisa alizidi kuchanganyikiwa, basi ilibidi fasta akimbie kituo cha polisi ili kuja kutoa taarifa. Basi polisi walishauri waanze kule milimani walipokuwa wanafanya utalii, na walipofika eneo hili, eti wafanyakazi wa hili eneo wote wakasema hawamjui Lisa wala mumewe, hawajawahi kabisa kuwaona. Hili jambo lilimkasirisha sana Lisa na kuanza kumkwida yule jamaa kwa sababu ni jana tu walikuwa wanafanya utalii eneo hili. Polisi walimtoa Lisa na kumwambia hawana cha kumsaidia kwa sababu hakuna ushahidi wowote unaopelekea kwamba mumewe alikuwa maeneo hayo wala amepotea. Basi Lisa kwa ubabe alirudi na kumfunga huyu jamaa ambaye amekataa hajamuona mumewe na kwenda naye mpaka katikati ya mlima na kuanza kumtishia kwamba atamdondosha kama hatampatia majibu kwamba mumewe yuko wapi. Kwa leo tunaishia hapa, lakini kama unahitaji mwendelezo niandikie neno next ama mwendelezo kwenye comment, nami nitakuletea hapa hapa Matrix_TZ. Until next time, bye bye.